Nikiwa chuo kikuu nilijifunza somo ambalo halijawahi kufundishwa darasani hata mara moja. Nilijifunza kwamba unaweza ukapatwa na shida na ukawaita watu ambao unaamini wangekusaidia na wasije. Na siku hiyo ilinifanya nione maisha kwa namna ya tofauti kabisa. Ukiwa mwanafunzi wa chuo kikuu, hali yako ya kifedha inaweza isiwe nzuri hata kidogo. Especially kwa sisi ambao ni watoto wa wakulima. Labda wewe umetoka kwenye familia ya kitajiri sana. Kwa hivyo mimi nilikuwa napata boom la 80 na maana 20% ya ada nilikuwa najilipia mwenyewe. Kwa hiyo sasa lile boom unalopewa la chakula, hilo ulipe chakula, ulipe accommodation na bado ujipange utumie hilo kulipa sehemu ya ada. Haikuwa rahisi, lakini nilijitahidi. So siku moja nikawa kwa kweli nimeishiwa kabisa, yani nimeishiwa na ikapita kama siku 2 sijala chochote, no breakfast, no lunch, no dinner. Na hapo unafuatilia masomo ambayo ni magumu sana. Kwa hali ilikuwa ni tete. Kwa hivyo nikamtafuta kaka yangu ambaye tumezaliwa tumbo moja kabisa, baba mmoja mama mmoja. Na nikamuomba anipe shilingi 100,000. Na sikuwa ninamuomba anipe tu, nilimwambia anikopeshe. Na nilifikiria kwa sababu huyu ni kakaangu atanielewa tu. Kwa hivyo akaniambia niende nyumbani kwake. Nikaenda nyumbani kwake, lakini hali ikawa tofauti kabisa. Badala ya kunipa hela, mambo yakawa mengine kabisa. Alianza kuingilia mambo yangu binafsi na kuniuliza maswali mbalimbali ambayo mimi sikuwa nimeenda kuyajadili. Na kilichoniuma zaidi ni kwamba nilikuwa ni mtu ambaye sijala kwa siku 2, lakini sikuona ile huruma ambayo nilikuwa naitegemea kwa ndugu yangu. Kwa hivyo, na mind you, ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kumuomba kitu chochote kile. Nilihisi kufedheheshwa. Kwa hivyo nikaondoka na wala pesa yenyewe sikupewa. Kwa bahati mbaya nilikuwa nimetumia senti yangu ya mwisho kabisa kufika nyumbani kwake. Kwa hiyo nilikuwa sina hata nauli ya kurudi chuo. Na ilikuwa tayari ni usiku. Kwa hiyo nikaenda kwenye kituo cha daladala, nikamuomba konda, nikamwambia kwamba nataka kufika chuo na sina nauli. Kwa huyu konda ni mtu ambaye nilikuwa simjui, na kwa namna iliyo ya kipekee na ambayo sitakaa nisahau, alinisaidia nikafika nilikokuwa naenda. Huyu ni mtu ambaye nilikuwa simjui lakini alinisaidia. Wakati mtu ambaye nilimjua vizuri hakuweza kufanya hivyo. Na hata kesho yake kaka yangu hakunipigia simu kuniuliza kama nilifika salama na hali yangu ikoje. Hilo swala liliniumiza sana. Nikajiuliza iweje ndugu yangu wa karibu hivyo aweze kwenda kulala akiwa ameshiba na kusaza, akijua mimi dada yake sijala kwa siku 2. Nilianza kujiuliza maana ya familia ni nini. Maana niliamini kuwa haijalishi kitakachonitokea, wao watakuwa mstari wa mbele kunisaidia. Lakini siku hiyo nikajifunza vinginevyo. Na Mungu ni mwema, wiki chache baadaye nikapata pesa ambazo sikuzitarajia kwa sababu nilishinda mashindano fulani na hali yangu ya kifedha ikaanza kubadilika. Pamoja na hali yangu ya kifedha kuwa nzuri, niliendelea kubeba uchungu huo kwa muda mrefu. Lakini siku moja nikajiuliza, kuna jambo gani zuri ambalo ninaweza kujifunza kutokana na tukio hili ambalo linaweza kunisaidia maishani? Na hapo ndipo nilipogundua huenda somo kubwa halikuwa kuhusu kaka yangu, bali lilikuwa kuhusu mimi. Na hapo ndipo nilipojifunza kwamba maisha yangu hayawezi kuwa tegemezi kwa huruma ya watu wengine. Sikuweza kuendelea kufikiria kwa nini ndugu yangu hakunisaidia, kwa nini fulani hakunisaidia. Na tangu hapo nilianza kujijenga kwa kutegemea uwezo wangu mwenyewe. Na nimejifunza kuishi bila matarajio makubwa kwa watu.
Mtu akinisaidia nashukuru, naiona kama bonus na sioni kama wajibu wake, na hilo limenifanya maisha yangu yawe mepesi sana, kwa sababu ukitegemea mtu akusaidie na asipofanya hivyo unaumia mara mbili. Kwanza kwa tatizo ulilonalo, lakini pia unajiongezea machungu ya mtu kutokukusaidia. Unapojua kwamba maisha yako ni jukumu lako mwenyewe, msaada wa watu unakuwa kama zawadi na sio wajibu. Na hapo ndipo watu wengi naona wanakwama. Unakuta mtu anasema, mimi ningekuwa mbali sana kimaisha kama ndugu yangu ile tajiri angenisaidia. Nimefeli masomo yangu kwa sababu walimu walikuwa wabaya. Mimi sina maendeleo kwa sababu sikupewa nafasi. Ni kweli, saa nyingine watu wanakukosea, saa nyingine mazingira yako upande wako, saa nyingine watu uliowategemea watakukatisha tamaa. Lakini swali ni, je, wewe ulifanya nini au unafanya nini kutatua matatizo ulionayo? Na huo ndo uwajibikaji ninaosema, uwajibikaji kwenye maisha yako mwenyewe. Na sisemi kwamba hakuna mtu anapaswa kukusaidia. Ninataka tu uelewe kwamba hakuna mtu anawajibika kuishi maisha yako kwa niaba yako. Na kwa mfano mimi ile siku nilipoondoka kwa kaka yangu bila pesa, bila chakula na bila hata nauli, ilikuwa ni siku ya maumivu sana kwangu. Lakini nikiangalia nyuma ninashukuru kwamba hilo tukio limenifundisha somo kubwa sana. Na sasa nataka nikuulize, ni jambo gani au tukio gani kwenye maisha yako lilikufundisha kwamba maisha yako ni jukumu lako mwenyewe? Au bado hata hujafahamu kwamba maisha ni jukumu lako? Ningependa kusikia simulizi yako kwenye comment section, kwa sababu simulizi yako inaweza ikawa somo kwa mtu mwingine. Asante kwa kunisikiliza. Tuonane kwenye video ijayo. Asante sana.